Wapendwa katika Kristo, karibuni katika adhimisho la misa takatifu Dominika ya tatu ya Pasaka, tukiwa tunaendelea na furaha za Kipasaka. Leo katika masomo yetu, somo la Injili, tunasikia habari za wanafunzi wawili wa Emau. Wanafunzi hawa wanaelekea huko wakiwa wamejawa na mashaka, wakiwa na hali ya kukata tamaa, wakiwa wanajiuliza mioyoni mwao juu ya mambo yaliyotendeka, lakini bado wanakuwa hawaelewi. Lakini safari hii ya wanafunzi hawa inakuwa ni safari ya kurejesha matumaini yao. Maandiko matakatifu yanatueleza kuwa wanafunzi hawa walikuwa wakizungumza wao kwa wao na kujadiliana katika lugha ya Kiyunani. Tunaweza tukasema walikuwa wanafanya homilei kai suzetei. Hii inaonyesha hali ya kuchanganyikiwa na maswali mengi mioyoni mwao. Hali hii si ngeni pia hata katika mazingira yetu ya Kitanzania. Watu wengi wanajiuliza maswali magumu kuhusu maisha, wanajiuliza juu ya kupata ajira, familia na hata imani. Wapendwa, lakini Yesu leo anawakaribia, ingawa macho yao yanazuiliwa wasimtambue. Kwa lugha ya Kiyunani tunaweza tukasema walikuwa katika hoi oftalmoi auton eklaktau. Hapa tunaona ukweli wa kiroho, si kwamba Kristo hayupo pamoja nao, bali walikuwa na upofu ndani yao. Mara nyingi nasi katika maisha yetu tunaweza kuwa karibu na mambo ya Mungu, mambo ya kimungu, lakini mioyo yetu iko mbali. Yesu anaanza kwa kuwafafanulia maandiko na mioyo yao inaanza kuwaka. Kardia hemon kai omen. Huu ni moto wa neno la Mungu unaobadilisha mtu ndani, uliobadilisha mioyo yao. Neno linapoeleweka vizuri linawasha imani, linatoa mwanga katika giza. Lakini tunaona kilele cha mambo haya, cha tukio ya safari yao, ni pale ambapo wanamtambua Yesu katika kumega mkate, krasei tou arto. Hapa ndipo fumbo la Ekaristi linajifunua. Kristo anajitoa, anajifafanulia kwetu sisi, anajifunua kwetu sisi. Baada ya tukio hilo, tunaona macho yao yanafunguka. Katika kitabu pia cha Matendo ya Mitume tunaonyeshwa ushuhuda wa mitume ambao walikuwa wamejawa hofu, mitume ambao walikuwa wanaogopa. Tunaona Petro anasimama, anashuhudia kwa ushuhuda mkuu. Yule ambaye alimkana Yesu, yule ambaye aliogopa kumtangaza na kumfuata Yesu katika mateso yake, sasa anapata nguvu na kusimama kwa ujasiri mkubwa, kwa sababu imani yake si hadithi, bali ni uzoefu ulio hai. Ndugu zangu katika Kristo, katika mazingira yetu ya Kitanzania tunahitaji imani iliyokuwa thabiti zaidi ya Ukristo wa mazoea. Tunahitaji mioyo inayowaka, kardia kaiomene, macho yaliyofunguliwa na ushuhuda hai, martiria. Kristo yupo katika barabara za maisha yetu. Kristo yupo katika familia zetu, kazi na changamoto zetu. Kristo anapatikana na hatuachi kamwe. Swali la leo tujiulize sisi sote, je, tunamtambua Yesu Kristo anapotutembelea au bado macho yetu yamezuiwa? Tufungue basi mioyo yetu kwa neno lake, tumtambue katika Ekaristi na tumshuhudie kwa matendo ya upendo na haki. Ndipo nasi tutasema kwa furaha, kweli mioyo yetu ilikuwa inawaka ndani yetu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana